na kumlinda, amemwepusha na kifo cha ajali za gari. Lakini pia kiko kisa kimoja wasichokijua wengi. Siku moja Mr Bean alisafiri kwenda mapumziko kule Kenya. Ilikuwa mwaka 2001. Wakati wako angani, katikati ya safari, rubani wa ndege yake binafsi alizimia wakiwa angani. Ndege ikawa angani huku haina dereva na ilikuwa ni hatari mno. Roho mkononi, na ni nadra sana kupona kunusurika na ajali. Basi hapo Mr Bean akalazimika yeye mwenyewe kuanza kuiongoza ndege kwa kubahatisha tu, bila ya kujua abonyeze wapi au ashike vipi usukani na kuiongoza. Lakini Mungu akamfanyia wepesi, akampa maarifa na akaiongoza ndege ikaenda, na muda si mrefu yule rubani akazinduka na kuendelea na safari. Kumbuka, sio ndege ya abiria wengi, ni ndege yake binafsi, kwa hivyo alikuwa ni yeye na rubani wake. Kwenye maisha ya ndoa, Mr Bean alimuoa mwanamke mmoja aitwaye Sunetra Sastry. Ni mwanamke mwenye asili ya India. Baba yake ni Mhindi na mama yake ni Mwingereza. Sunetra Sastry alidumu kwenye ndoa na Mr Bean tangu mwaka 1990 mpaka mwaka 2015. Wawili hawa wamefanikiwa kupata watoto wawili, mmoja wa kike na mwingine wa kiume. Huyu mtoto wa kike wa Mr Bean ndiye maarufu. Watu mara nyingi humposti kwenye mitandao na kushangaa ameupata wapi uzuri aliokuwa nao. Na mtoto huyu wa kike wa Mr Bean naye pia ni mwigizaji, na zamani amewahi kushiriki filamu kadhaa za Mr Bean akiigiza. The Storybook. Zinapoanza episode mbalimbali za filamu za Mr Bean, huwa inaonekana mwanga kutoka angani unamulika chini, na kisha Mr Bean anaanguka kutoka juu ulikotokea mwanga ule. Ule mwanga ni mfano wa mwanga ambao huwa unatolewa na UFOs, Unidentified Flying Objects, yaani vyombo vinavyoonekanaga angani bila ya kujulikana ni vyombo vya nani ama vya viumbe gani. Mara nyingi mwanadamu, kwa vile si yeye ambaye anamiliki vyombo hivyo, anaamini ni vyombo ambavyo vinaendeshwa na viumbe aliens, viumbe ambao wanaishi katika sayari zingine, labda katika ulimwengu huu. Katika mfululizo wa filamu zake ziitwazo Mr Bean, episode ya 3 na episode ya 6, Mr Bean episode zile zinapokwisha, anaonekana tena akivutwa na ule mwanga kurudishwa juu katika chombo kilichomwangusha. Na hii ndio namna ambayo pia inaaminika alien wanapokuja duniani huwa wanavutwa na kurudishwa juu katika namna hiyo. Ule mwanga ndio unawanyakua kuwarudisha katika vyombo vyao. Wakasema labda Mr Bean ameamua kutoa ushahidi mwingine wa kutothibitishia hii. Hapo pakawa na mjadala, lakini usipate majibu. Siku moja Mr Bean alipokuwa akihojiwa, akatoa kauli ambayo ikazidi kuzua utata. Akasema Mr Bean has something alien to him, yaani Mr Bean ndani yake kuna chembe chembe za alien. Watu wakasema, je, ametaka kututhibitishia yeye ni alien, si binadamu wa kawaida? Kwa maana wako watu wenye mafanikio makubwa sana duniani ambao wanasemwa kuwa hawa si binadamu wa kawaida bali ni aliens, kwa maana aliens wanaaminika kuwa na uwezo mkubwa sana wa akili, kama anavyotajwa bilionea namba 1 duniani Elon Musk ya kwamba naye ni alien. Basi Mr Bean alipoulizwa afafanue kauli yake, akakataa kufafanua. Baada ya Mr Bean kupunguza kiwango cha uzalishaji wa filamu zake, zikaanza kuzalishwa filamu nyingi za katuni za Mr Bean. Na katika moja ya episode za filamu hizo za katuni za Mr Bean iitwayo Double Trouble, Mr Bean anaonekana akisafiri katika gari na dada mmoja, halafu baadaye kinakuja chombo cha alien na kinamchukua Mr Bean, anaingia ndani ya chombo kile. Anapoingia ndani ya kile chombo, anakutana na viumbe wengine ndani ya kile chombo ambao wanaaminika kuwa ni alien, lakini nao wamefanana kabisa na Mr Bean. Hapo pakazua mjadala zaidi. Yawezekana Mr Bean alipohojiwa na kusema Mr Bean has something alien to him, alitupa dalili ya kwamba kweli yeye ni alien, lakini pia kupitia hizi katuni za Mr Bean wameamua kutupa jibu
japo kwa fumbo. Huu ni mjadala ambao kwa wenye akili nyingi watasema ni mjadala wa kitoto, haufai kujadiliwa. Lakini kwa wenye uchu wa udadisi, ambao hawa ndio husifiwa kuwa ni werevu zaidi, wenyewe hupenda kuendelea kuchimba zaidi. Jina langu Jamal Mustafa, Jamal April, Professor. The Storybook. Oh yeah, dress to impress. Chapa suti ikazie na tai, iwe ya kike au ya kiume. Office suits, wedding suits na zile za swag, yani casual suits. Sasa basi, duka pekee la suti kali ni Suti Fashion. Wapo Kariakoo, mtaa wa Mchikichi na Nyamwezi. Better look classic, smart and fabulous. Only gentlemen ndio huvaa vitu original, and I mean only original. Kwa viatu bora na original vya kila aina, whether ni mocha, ni rubber, ni sandals, aina yoyote ile, zote unaweza kuzipata kwa mtu mmoja tu, Abdi Shoes. Duka lipo Kariakoo, karibu na kituo cha polisi cha Msimbazi, ila kwa mawasiliano zaidi unaweza kuwapigia simu au kawacheki WhatsApp kupitia namba 0718 20 94 87. Now if you are a real gentleman, basi usivae mdosho, vaa original. Hii ni tip muhimu kwa wanaume na wanawake. Pendeza na ongeza thamani yako kwa kuvaa saa kali na sio feki kutoka Arif Quality. Tembelea ukurasa wao wa Instagram @arifquality_ au kwa mawasiliano 0758 000 555. Na kwa wepesi zaidi, fika dukani kwao pale Palm Village Mikocheni au Dar Fish Market.